kama mtu atausoma uradi huu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuongezea umri wake. Upo uradi mwingine ambao mtu ukiusoma uradi huo mwaka huo haufi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa Jawab TV, karibuni sana. Hakika leo ni siku nzuri sana na tumekuja kumtembelea hapa mwalimu wetu Sultan Sheikh Sharif. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata mwendelezo wa madarasa ambao mara kwa mara huwa mnahitaji, na leo nipo naye tena hapa. Kwa hiyo ni wasii tu muendelee kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakika tutajifunza mengi sana, lakini kabla hatujaendelea naomba kwanza nimsalimie kwa sababu anasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Maalim, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ndio. Vipi maendeleo? Alhamdulillah rabbil alamin, namshukuru Mungu. Tuko vizuri? Endelea vizuri kabisa, alhamdulillah. Bwana, na furaha sana. Naam. Tumeonana tena kwa wakati mwingine. Natumai wanajabu TV, naam, yale ambao walikuwa wamehamisi basi leo wataenda kuyapata katika mwendelezo. Alhamdulillah. Najua kuna vitu vingi sana vya kuongea, lakini tusipite mbali sana. Naomba utuambie katika siku ya leo umetuandalia darasa gani katika kujifunza mambo ya kiroho zaidi? Karibu sana. Asante sana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala ashrafin nabi sayyidina Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi, amma ba'd. Ndugu zangu, awali baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo tumekutana tena Januari. Naam. Katika mwendelezo wa madarasa yetu ya kila leo. Madarasa ambayo kwa idhini yake Mungu tunatarajia huenda yatatujenga sana kiimani, yakatujenga kimioyo, lakini pia yakatujenga kiakili. Inshallah. Tukajengeka kiakili, tukajengeka kinafsi, tukajengeka katika nyoyo. Naam. Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala madarasa haya yaweze kutubadilisha, kututoa tulipo ambapo tunatakiwa kutoka, na kama tuko pazuri basi tuendelee kuwa bora zaidi. Naam. Hilo ndio lengo kubwa la haya madarasa tunayotoa. Kwa hivyo tupo katika mwendelezo wa masomo yetu hayo ya kiroho, lakini pia na masala ya kinafsi. Naam. Kwa kipindi kirefu sana tumekuwa tukizungumzia mambo chungu mzima, mambo mbali mbali katika duru tofauti tofauti, lakini leo pia yako mambo ambayo tutayaangazia, tutayazungumzia. Binafsi mimi nayaona yana umuhimu mkubwa sana kuweza kuyaelezea kwa watu. Kabla sijaingia katika mada yangu husika, nipende kwanza kumshukuru mwanajawabu kokote aliko ulimwenguni kwa kutupa nafasi, kwa kutupa muda wenu na kukaa chini, mtu ukaacha mambo yako ukatusikiliza, pamoja na kuwa ni elimu ina manufaa kwako, lakini ni kitu kikubwa sana hicho. Mtu kukupa nafasi ya kukusikiliza ni jambo kubwa sana. Mwenyezi Mungu awalipe na awajalie kila la kheri kwa hilo. Amen. Lakini pia tuendelee tena na tena na tusichoke. Tuendelee tena na tena, bado mambo ya kujifunza yako mengi sana, lakini pia vile vile watu ambao wanatakiwa kujifunza mambo mengi zaidi wako wengi. Kwa hivyo pia hata tunapopata nafasi ya kuyasambaza haya madarasa ili na wengine waweze na wapate kujifunza, basi tuweze kuyasambaza kwa watu mbalimbali. Leo nina jambo Sheikh Januari. Naam, mwalimu. Upo bwana?
Ipo. Na jambo leo mimi binafsi naliona ni jambo muhimu sana kuweza kulizungumzia. Mimi naliona ni jambo muhimu sana katika mambo muhimu kulingana na ulimwengu wetu wa leo ulivyo. Leo ukitizama utaona, na hili linasemwa sana, lakini jibu lake halipo. Kumekuwa na vifo vingi. Kila leo watu wanakufa. Na kinachosikitisha zaidi, vifo vingi vinavyotokea ni kwa vijana. Kila leo watu wanakufa. Idadi ya vifo imekuwa ni kubwa sana kuliko hata idadi ya watu wanaozaliwa. Hili linatutia hofu na linatufikirisha sana. Katika watu ambao walijaliwa na Mungu, naweza kusema hivyo, fikra ya kulifikiria hilo. Na mimi pia nimejaliwa hilo na Mungu. Nimekaa nikalifikiria sana hili swala. Inakuwaje? Mbona sasa hivi vifo vimekuwa vingi sana? Kwa nini vifo vimeshamili? Dunia ya leo, ukiamka asubuhi, jua limechomoza, ukaweza kulidiriki jua mpaka likazama, na wewe uko hai, mshukuru Mungu. Naam. Sema alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Leo Jumaa. Naam. Hii sasa hivi ni saa 1. Saa 12 inaenda saa 1 usiku. Jioni Tangu siku hii ilipoanza mpaka hii leo hapa tulipofika, kuna watu wengi wameondoka sana. Nimepata bahati leo, nimetembelea hospitali ya Muhimbili. Nimeenda kule, nimeshuhudia namna ambavyo hali ilivyo. Sasa jambo kama hili hatuwezi kulizuia, kwa sababu kifo ni amri ya Mungu. Kifo ni amri ya Mungu. Mimi pia nitakufa. Hata wewe Januari utafikia muda wako, utakufa. Ni wajibu wetu huo kufa. Kweli. Na kifo hakina sharti. Katika moja ya sifa zake kifo, hakina taarifa. Sifa yake kubwa kwamba hakina taarifa. Ghafla haupo. Al-maut yati baghtatan. Mauti unakuja ghafla. Vifo vimekuwa vingi sana. Katika kufikiria kwangu, nilikuja kuona kuna mambo tumeacha na kuna mambo tunayafanya. Kuna mambo tumeacha ambayo yangeweza kutufanya Mungu akatujalia umri mrefu. Na kuna mambo tunayafanya yanayotufanya umri wetu upungue. Mengi sana tunayafanya yanapunguza umri. Miongoni mwa hayo, kuongea makabulini, kuwadharau wazazi, kuwakemea wazazi, au kupitisha katika moyo, baba ananisumbua, mama ananisumbua, mama nishamzoea. Inapunguza umri sana. Zinaa inapunguza umri kwa kiasi kikubwa sana. Pombe sana inapunguza.
Viko vitu vingi sana ambavyo tunavifanya leo vinavyopunguza umri. Hili jambo watu hawajui. Lakini unajua hata kuangalia picha zile za utupu zinapunguza umri. Okay. Sana. Kuangalia zile picha za utupu zinapunguza umri. Na zinasababisha kansa ya ubongo. Zinapunguza umri na zinasababisha kansa ya ubongo. Okay. Natamani tuingie kulielezea hili kwa undani zaidi ili watu walielewe. Lakini nachelea na muda na mada yangu ambayo nimeiandaa. Tazungumzia kitu kifupi sana leo. Si kirefu sana. Hili nimeliona na nimetamani tuweze kulifahamu. Ili kila mmoja kwa nafsi yake amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuepushe katika hili. Kila mmoja kwa nafsi yake. Wakati natoka hospitali ya Muhimbili nilipishana na jeneza barabarani. Pembeni ya lile jeneza kulikuwa na mabinti 8 wamesimama. Jeneza lao liko mkono wa kulia barabarani, wao wako mkono wa kushoto nje ya barabara. Hawana habari, wamekaa wanajichukua video. Jeneza linapita, niko ndani ya gari na vijana, nawaambia angalieni situation. Kifo kimezoeleka leo. Watu hawashtuki, jeneza linapita. Wale mabinti wana habari kabisa. Hii ni ajabu sana hii. Katika vitu ambavyo vinatakiwa mtu vikuawidhishe ni kifo. Mtume anasema unatosha umauti kuwa ni mawaidha. Ukumbusho. Umauti peke yake unatosha. Lakini angalia leo maiti inapita barabarani, wanawake wako pembeni hawana habari. Ni mfano hai tu. Lakini hata wewe leo taarifa ya kifo inayokustua ni ya mtu unayemfahamu. Lakini ukisikia mtu amekufa hakuna kinachokushtua. Unaona ni kawaida. Hili ni tatizo. Ni tatizo ambalo kiukweli kwa ulimwengu wetu huu tuliokuwa nao lazima lipatiwe ufumbuzi. Sisi ni watu, ni binadamu. Na Mungu ametujalia akili. Kazi ya akili ni kufumbua mambo. Kama wako ambao akili zao Mwenyezi Mungu hakuzijalia zifungue mambo, basi wale ambao Mungu aliwajalia akili zao ziweze kufumbua mambo, basi wawasaidie hawa. Ndio ile aya fadhakkir innama anta mudhakkir. Sawa? Okay. Tuawidhishane, tukumbushane, tuelezane. Ndugu zangu, vifo vimekuwa vingi sana. Wanakufa ni watoto wadogo. Ni kweli havichagui malika yote, lakini vifo vingi ni vya vijana, watoto wadogo wanaondoka sana. Sasa mimi leo nimekuja na hili jambo. Hatuwezi kukizuia kifo, narudia. Lakini huu uradi ambao nimekusudia leo kuuelezea ni uradi unaoongeza umri. Kama mtu atausoma uradi huu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuongezea umri wake. Okay.
Upo uradi mwingine ambao mtu ukiusoma uradi huo mwaka huo haufi. Yaani ukiusoma uradi mwaka huu, mwaka haufi. Mwaka mzima upo, una uhakika nitakuwepo. Unaonaje bwana? Nzuri hiyo. Mwaka ujao pia unausoma, una hakika nitakuwepo. Lakini siku ukijiona umesahau, ujue hiyo siku sawa. Okay. Lakini huo si utoi leo. Na utoa leo ni wa kuongezewa umri. Wa kuongezewa umri. Yule Kisinsina, Kisinsina alikuwa ni mjuzi wa elimu ya nyota, kiasi kwamba alikuwa anapiga mahesabu mpaka akawa anajua lini anakufa. Alipopiga mahesabu akajua kwa lini mimi nitakufa na kifo changu kitakuwaje. Alipiga mahesabu, aliona kifo chake kitakuwa ni cha maji. Akastopisha kusafiri bahari. Hakusafiri kutumia bahari tangu hapo tena. Muda wake kweli ulipita. Lakini siku hiyo kuna jambo alikuwa akilifanya Mwenyezi Mungu akapitisha shani yake, akasahau. Akasahau, hakufanya tena lile jambo. Basi siku hiyo Azrail alayhi salam, malaika huyu mtoa roho, Naam. alishuka. Aliposhuka pale alipo Kisinsina, malaika Israeli alichora sehemu ile. Alichora na mti pale alipo, alipachora pale, basi maji yakaja pale. Ahadi ile ya Mungu ikatimia pale, akafa na nini? Na maji. Okay. Ni kweli watu wanaangalia mpaka mtu anajua lini inakufa. Sio ushirikina. Kabisa, mtu anatizama na anajua Januari anakufa lini. Unatembea vizuri na ulivyonyoa hivyo. Kumbe watu wakikuangalia wanakabakisha wiki tu bado. Siku kadhaa tu. Elimu pana sana. Sana. Elimu pana kweli kweli. Wajuzi wanasema usiseme hakuna, sema sijui. Usiseme hakuna au haiwezekani, sema sijui au siwezi. Okay. Sasa leo msichelewe. Haswa nimetaka leo kuja kueleza watu jambo hili. Nataka nitoe uradi huu tuutumie kumuomba Mwenyezi Mungu aturefushie umri wetu. Tukilifanya hili mara kwa mara, tutapunguza idadi ya hivi vifo. Na uradi huu mtu unaweza ukamfanyia ndugu yako, mwanao, baba yako, nani. Unaweza ukamfanyia uradi huu, ukamuombea Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, na Mungu anampa kweli umri mrefu. Na ukiufanya kila siku uradi ukawa unadumu nao, kama ilikuwa umebakisha siku moja, maana yake Mwenyezi Mungu atakuongezea siku moja. Sasa ukidumu nao kila siku, unaweza ukaishi umri mrefu sana hapa duniani. Kwa sababu moja ya sifa zake unakabuli. Ukiufanya jambo hilo la kuwa hapo. Yaani ukishaufanya uradi huo, Mwenyezi Mungu anakurefusha umri wako hapo hapo. Kwa leo tutatoa uradi huu ambao huo ni kwa ajili ya umri tu.
Ukiusoma huo bwana, Mwenyezi Mungu anakurefushia umri wako. Watu waende wakaufanye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atarefusha maisha yetu. Utasoma ya baqi, ya baqi, ya baqi, ya baqi, ewe mwenye kubaki. Utausoma uradi huu mara 113 kila siku ndani ya siku 40. Sawa lakini kabla hujaanza kusoma utatia nia, nasoma uradi huu Mwenyezi Mungu kwa ajili yangu nirefushiwe umri. Sikwambii ni miaka mingapi utaongezewa, sikwambii ni miezi mingapi utaongezewa, lakini mwenye kusoma hili analefushiwa umri. Sawa na kwenye kusoma ni muda wowote na mahali popote, ni muda wowote, lakini utasoma mara 113 kwa muda wa siku 40. Ya baqi, ya baqi, ya baqi, yani ni dakika, sekunde 10, dakika 2 umemaliza tu. Ya baqi. Mtu mwenye kulisoma hili jina la Mungu basi analefushiwa umri wake. Majina ya Mungu yote yana siri na yana kazi yake. Kazi yake hili jina la Mungu ya baqi ni kurefusha umri tu. Sawa. Ukilisoma hili jina la Mungu ya baqi kwa kumsomea mwanao, basi wallahi Mwenyezi Mungu atamrefushia mtoto wako umri wake. Sawa. Na pale unapoanza kusoma kabisa unasema, Mwenyezi Mungu, nasoma uradi huu kwa ajili ya mwanangu fulani, naomba umrefushie umri wake. Kama ilikuwa afe mwaka huu, ya Rabbi muongezee mwaka. Kama ilikuwa afe mwezi huu, ya Rabbi muongezee mwezi. Kama ilikuwa afe wiki hii, ya Rabbi muongezee wiki. Kama ilikuwa afe siku hii, ya Rabbi muongezee siku. Sawa, kwa muda wa siku 40 tu, kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Ukitimiza siku 40 ukiwa unasoma uradi huu, Mwenyezi Mungu anakurefusha umri mrefu. Sisemi ni miaka mingapi, hilo limefichwa, lakini ni umri mrefu Mwenyezi Mungu anakuongezea. Sasa mimi nimeona tuliseme hili kwa faida ya kila mtu. Watu walitumie hili kurefusha umri. Kurefusha umri. Mwenyezi Mungu atukubali, atujalie kila la kheri. Amin. Leo mimi niliandaa hilo. Kufika hapo niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa afa minkum wa minkum. Naam. Umefunga hivyo, lakini kuna jambo pia naomba niendelee kuwakumbusha. Nadhani itakuwa hivyo, labda utupe ufafanuzi kwa upande wa pili, kina mama. Tunajua kuna jambo katikati pale linakuja linaingilia kwa siku hizi 40. Je, kwao ni kwamba wanaenda itakapofika basi wana stop, baada ya hapo wanakuja kuendelea, au taratibu wao upoje? Hivyo wanasoma itakapofika muda ule wa lazima kwao. Ukishapita muda ule tayari wanaendelea pale pale walipoishia. Sawa. Unaendelea pale pale ulipoishia. Wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, kwanza kabisa niwapongeze sana kwa kutenga muda wenu kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tumefikia. Hakika nyinyi ni watu wa thamani sana na tunawapenda. Tunaombea kila siku kwa Mwenyezi Mungu awape umri mrefu na awabariki kwa yale ambayo mnayofanya, basi yaende kutimia. Huu ni mwisho, lakini pia ni mwanzo wa yale mengi ambayo tumewaandalia. Kwa hiyo endelea kusubscribe, lakini pia tufollow katika mitandao yetu ya kijamii. Kote tunapatikana kama Jawabu TV, lakini pia kama kuna ndugu jamaa na rafiki ambaye anahitaji kuja huku, basi mwambie sehemu ambayo anaweza kupata mambo kama haya ni Jawabu TV. Mimi naitwa Januari, nyuma ya kamera ni Chuda. See you until next time. Lakini tunasema Jawabu TV, ufumbuzi wa mambo ya kiroho. Naam.